ya kuteka watoto nyara na kuwapiga risasi mguu haitafanyika kwa serikali ya Rigiji. Mambo ya free primary education nitalegesha. Mambo ya Linda Mama nitalegesha. Mambo ya dignity ya payslip nitaangalia vile tutapunguza ile pesa watu wanakatwa ndio waweze kupata purchasing power. Watu watakubaliwa kufanya biashara bila kusumbuliwa. Mambo ya demolitions and evictions at night kama ile imefanyika Githurai, kama ile inafanyika Dadora, watu wanaangaishwa, wamama, watoto, hiyo maneno haitafanyika. Serikali ya Rigiji itaheshimu freedom of worship. Hakuna siku polisi wataenda kanisani kupiga wamama na watoto na kutumia tear gas. I have explained to you and the colleges have had me what I intend to do. Mheshimiwa, kwa sababu tunaona tuko na dakika chache alafu tumalize. Chama chako cha DCP tungependa kujua ama kila mtu angependa kujua kwamba mbona watu wayamini uongozi wako katika DCP, kwa sababu ya kwanza kuna watu ambao walikuwa wafuasi wako, akina Koimuri, akina wa Mjomba, akina Kimani Munjini, walikuwa watu wa supporters wako, lakini walitoka in allegation that when the bulldozing kuna pesa ambayo inahitajika na mambo mengi ambayo ilitokea. Je, unaona kwamba DCP inaelekea umaarufu wake inaelekea? Ya kwanza DCP ni chama iko na umaarufu sana, na nimekwambia imeshinda viti, ni chama ya mwezi 7. Pale Narok nimeshinda UDA na ODM. Hapa Nairobi nimeshinda UDA na ODM. Pale Kisa nimeshinda UDA, nimeshinda ODM. It's a very popular party. Hakuna mtu ametoka kwa chama yangu. Hawa hawakuwa watu yangu, walikuwa ni makashero ya William Ruto. Tumewagundua, tukawafukuza. Unasikia? Huyu mmoja alitaka apewe direct nomination. Tukamwambia katika DCP si chama changu, lazima uende mchujo, free and fair. Akatoroka aenda kwa UDA. Sasa nimeona juzi akilalamika ati huko hajakubaliwa, anasema sisi tumekuja na hatukubaliwi, kwa sababu kuna mtu anaweza kumwamini. Unajua ukiyaku wa kashero, ukishatumwa pahali kuchunguza, hata ukirudi hao pia hawakuamini. Hiyo kitu iko hasara sana, hii ya kukaa mguu namna hii, unaenda hapa, unakosa kuaminika. Hakuna mtu ametoka katika chama cha DCP. Chama cha DCP ni chama cha wananchi, na members ndio wana fund all activities. Wananunua t-shirts, wananunua kofia, wana sponsor kila kitu, kwa sababu sisi hakuna pesa tumeiba ya serikali ya kuweka kwa chama. Chama yetu inakuwa funded by political leaders and friends of goodwill, na hakuna mtu amelalamika. Wale wanaongea ni wale walikuwa wametumwa makashero na wamerudi pale walikuwa wametoka. Mimi umeniuliza kwa nini watu waniamini? Record yangu inajulikana, Wakenya wanataka msema ukweli. Mimi sijui kuficha, na nimepata shida na watu wengi wale wanataka nifiche maneno. Mimi nasema vile iko, na Wakenya wananipenda, wananiheshimu kwa sababu ya kusema ukweli. Na ndio unaona mimi nikienda mikutano, mimi sipeani pesa. Mikutano yangu inajaa, kila pahali imejaa. Sasa mimi napanga kwenda Nakuru, nasikia serikali inatupangia vita. Nimesikia Murkomen akisema ati iko tear gas, iko na raia. Hiyo ni uongo. Tear gas iko na polisi, bunduki iko na polisi, police Land Rovers iko na polisi. Hiyo ni njia ana prepare ya vile tutaumizwa huko Nakuru, lakini tutaenda Nakuru. Na niambie hao vijana, ile shimo William Ruto wako mnaweka yeye shimo zaidi. Kila siku mnatoa tear gas. Ile siku ya Wetima Ruto alikuwa huko mlimani amefanya kazi, alikuwa amegain kidogo. Ile kitu yote alikuwa amegain baada ya watu kupigwa kanisani na tear gas, yote imepotea. Juzi tumekuwa hapa Nairobi, iko watu wachache wanasema Ruto anaweza endelea. Saa ile amepiga tear gas, yote imepotea. Sasa tukienda hiyo Nakuru mpige tear gas, mtume wauni, ile support imebaki kidogo, inapotea. Na ndio nimesema shida yake ni hao vijana, hiyo hao vijana ambaye hawajakomaa. Amewapatia mamlaka, amewapatia powers, they are misusing those powers, they are antagonizing the people of Kenya, they are causing, tangu independence katika uongozi wa Murkomen is the only time goons have become part and parcel of the National Police Service. It's only wakati ya Murkomen police wanabeba goons kwa Land Rover. Ni wakati tu wa Murkomen watu wanapiga tear gas kanisani. Uliona juzi ofisi yake mtu ameingia, amekunywa chai, amelala huko, ametoka ameenda, mpaka sasa hivi hajashikwa because the minister does not know what he is doing. Angalia bwana Wajia, ngoja nikuulize. Na mimi nimemwambia William Ruto, nikamwambia hii kiti ya
interior, tafuta mtu amekomaa. Tulikuwa na wazee Bio Koinange, Justus Ole Tipis, Nicholas Biwott, John Michuki, John Gaiseri, watu kama Matiang'i, watu wamekomaa. Hii kiti ya interior itaki vijana hawaja komaa, wako na mambo mingi. Sasa nikuulize, mimi hatuelewane na William Ruto, lakini ni rais wa Kenya, na if anything happened to William Ruto, kutakuwa na shida kwa hii Kenya. Juzi ameenda pale Wajir, pahali ambaye inajulikana iko bandits, iko watu ya Al-Shabaab. Mtu ametoka huko anakuja mpaka pahali rais ako. Kama angekuwa suicide bomber, rais angeuawa. Minister of Interior by now should have resigned. Inspector General should have resigned. Mpaka rais wa Jamhuri ya Kenya hana security. Wacha sisi sasa tunalalamika ati mtu naniwajia pahali ambayo inajulikana iko matatizo, iko attacks ya terrorists, iko bandits. Ati mtu ametoka na hajulikani, amepita all the security cordon, amekuja mpaka kwa rais mwenyewe, ameshikwa hapa na ADC kama anakuja kwake. Kama alikuwa amekuja ni suicide bomber, tungekuwa tunasema nini leo? Kwa sababu rais ameenda amechukua kiti ya interior, amepatia kijana excited who have nothing, he knows nothing, hana experience. Asante kwa hilo mheshimiwa, kwa sababu Kipchumba Murkomen yuko hapa waziri. Na lazima tuzungumzie kwa sababu wangu hiyo ni public officer, sio lazima ngoja, hiyo ni public officer. Jana alikuwa anasema ati sisi tunabeba tear gas. Sisi hatukuweko. Hiyo ni public officer. His conduct must be discussed. Na mimi nataka niambie jamii ya Wakalenjin, huyu Murkomen, Faruk na Sudi ndio watasamisha mtu yenu, ndio watahangaisha yeye na atazama. Asante. Swali langu tu la mwisho kisha wenzangu wamalizie ni kwamba wakati wa by election ya Mbere ulisungumza ukasema kwamba Wamutende akishinda Ruto ataleta Wakale, na ukasema kitu ambayo siwezi kutaka kusema hapo kwa sababu watu wote wanasikiza programu yetu. Lakini swali langu ni kwamba mbona mnapotofautiana na rais mara kwa mara you always tag the community? I've never attacked the community. What I said, kwa sababu ulisema ataleta Wakale. So when you say like that, you referring to the entire community, that president ataleta hao kwa ndege afanye hiyo kitu yenye ulisema yenye ni kitu. Lakini hiyo ni tabia yake pala kwake. Amejisurround na nani? Whom has he surrounded himself with? But watu ni jamii kweli. So it is not, hakuna kitu tunasema out of the ordinary. Hakuna kitu tunasema out of the ordinary. Hiyo ndio watu yake. Lakini jamii inauliza mheshimiwa, the three people you said you don't have a problem with the community, you have a problem with the president. Sure. Umesema you have a problem with these three leaders. Do they represent the entire community? I have never said anything against the community. Mimi sijaingilia, nimeingilia William Ruto. Mimi sijaingilia jamii ya Wakalenjin. Lakini unaposema ataleta, he is not synonymous. He is not synonymous with the community. Naomba tu unisikize. Hapana. Unaposema ataleta Wakale, who are you referring to mheshimiwa? Lakini wale watu wamezunguka yeye askari ni watu ya wapi? Unakataa kujibu. Mimi nakuuliza, wao wamezunguka wao askari, si ndio watakuja nao wakule chai kwa hiyo hoteli? Mheshimiwa, okay, these people want to meet the community, wanataka kujua nyinyi mtachukua nafasi tuongeleshe development ya the Kalenjin nation. Inasaidia Wakalenjin sana if you took time to ask me issues of development for the Kalenjin nation. Watu wengi sana wamenitumia maswali. Unajua mnataka tuende na maneno ambayo haina unajua okay kidogo, unajua Reggie, uniruhusu kuambia kwamba Wakale walikuwa nakupenda sana. Ukiwa deputy wao, ukitembelea wao, hata vile walikuimpeach. Sisi tulikuwa kwa maredio, tulikuwa na kazi mingi sana kwa utuliza. Lakini ulipotoka nje, wanajiuliza ule mtu ambaye tulikuwa tunampenda alikuwa darling wetu. Nini ilienda ikahappen kule nje, akaanza kutuattack. Lakini kitu kifanyika, Wakalenjin walinipenda. Yeah. Walinichagua nifanye kazi mwaka ngapi? Nakuuliza, walinichagua nifanye kazi mwaka ngapi? 5. 5. Nikafanya ngapi? Lakini si walikutoa. Ngoja nikafanya ngapi? Ulifanya nini? Yes. Mwenye kunifukuza ni jamii gani?
Lakini ni mtu mmoja anasema anauliza mimi tunaongelea mimi hakuna wa college nilisema wakuja Embu, nilisema Ruto alete.